Na mzee yule aliniambia kwamba amesoma Biblia vizuri, akaniambia amesoma yote. Nikafikiria alisaidika na kusoma yote, kumbe hakusaidika. Akaniambia nimeona imeandikwa ya kwamba pastor, mtu kama bishop, mtu kama elder, mtu kama pastor anatakana awe na mke mmoja. Nikamwambia umesoma vizuri. Akaniambia nimeona hata deacons, akaniambia watu wale unameona wote. Nikamwambia na ni kweli umesoma vizuri. Akaniambia sisi washirika imeandikwa wapi? Mpaka sasa unashindwa alisoma ya nini? Na kila siku ana shida hapa. Hata kuna siku aliniletea madam mwingine anashaka mfululizo. Ninamwambia ni your sister. Ananiambia hapana. Si nilikwambia sisi washirika hatujakatazwa. Ndio nikakuletea uone kama nimechagua vizuri. Halafu naye madam ananiangalia vizuri asikie nikisema amechaguliwa vibaya aonane na mimi. Kuna madam mmoja niliambia ya kwamba wewe usiolewe na huyu, wewe ni mke wa pili. Ndugu akamwambia unasikia pastor ameconfirm vile nilikuambia. Hatuwezi kuoana. Wewe ni mke wa pili, mimi ni mtu wa kanisa. Ndugu akamwambia umesikia? Imeconfirm hiyo. Sasa kwa hivyo washane na mimi. Ndugu wakati walienda na mke wake na hiyo madam wakaenda, madam alirudi peke yake. Pastor Nuradha kanake. Unacheza na nani? Yaani unaambia mtu asinioe mimi, utanioa wewe. Kikiona nidehorerwa. Nikaona nitapigiwa hapa, nitengenezwe. Watu wao wanasema ni dhambi zangu na ni msimamo. Mama dama anakula peke yake na ananiangalia na jicho lile mtu anasemanga, unajua ninaweza kukumaliza. Ananiambia sasa nataka umuite, umwambie umebadilisha. Na vile na mimi Mungu alinitengeneza nikiwa shuma. Nilimwambia mulete nimwambie awachane na wewe kabisa. Wewe si mtu mzuri. Kwa sababu sasa nikikubali si madam akikufa na mumewe nani wataita biguni? Ukiona moto ndio ile unatetemeka unasema ni bishop, ni bishop, ni bishop, Alson, bishop. Ninaitwa. Unajua hawa ndio. Uliwaambiaje? Niliona kama nitakufa na si umekufa. Sasa nitasemaje? Kwa hivyo afadhali tusimamie ukweli. Na mwe mnatuombea tusimalizwe na washirika. Kuna kamdada kalinisikiza hapa sana. Akanisikiliza, alafu nikaanza kuomba, Roho akakuja juu yake. Akajaswa. Akaenda akaambia Musena hapa. Mimi utaniguza tena. Mimi sasa ni hekaro ya Roho Mtakatifu. Urudi kwa mke wako. Mimi mambo ya mpango wa kado hakuna. Mzee alichukua bunduki akakuja mpaka hapa. Ananitafuta hapa na bunduki. Kako wapi hako kapasta? Kako wapi? Sasa alichukua na wazee wa kanisa hapa. Nilikuwa nimeenda kwetu nyumbani. Ndio nilikuwa naambiwa hata afadhali haukuwa mzee amefika hapa na bunduki. Anasema ya kwamba hawezi kuambia hiyo madam aniwashe. Atazikwa. Sasa ndio waliketi chini naye wakamueleza maneno mpaka akasema kwa hivyo sio hii kanisa ni Bible. Wakamtolea Bible. Na ni vizuri mahali ninasema tusome uwe una notes. Unaweza kukuta na bunduki. Uwe una notes ni wapi? Hao watu wa Mungu walinisaidia sana. Walimwambia tusome. Akasoma mwenyewe akasema na bona hatujawahi kusomewa hapo. Kwa hivyo ni si Bible hii. Akasema na huyo jamaa nilikuwa nimeweka risasi 3 za kumweka zote. Katika sema Mungu asante kwa kuniambia niende uniambiange hivyo tu. Ukiona Shaitani anakuja. Sasa ningekufa. Kwa hivyo wakati ninaona wadada hapa wakisema yes Lord, I change. Mimi nachikanga tu tumbo. Maana kesho panga inaweza kufika wapi? Hapa. Maana mtu anapenda msichana kama huyo. Hapendi bibi yake kama yeye. Alafu asikia akimwambia I'm born again. Likarababa. Baba. Anauliza nani alimfanya hivi? Harrison. Tuonane. Kuna kengine niliambia, kuna mzee mwingine nilimwambia hako kaesta, aliniambia amepata kaesta. Nilikuwa sijachika kaesta ni nini. I thought kaesta ni mdada wa kanisa anaitwa Esther. Kumbe kaesta
Ni kwa sababu mkewe ni fachiti. Sasa amepata Esther. Wakati nilimwambia wacha nikwambie, hiyo kosa umefanya ni la jehanamu yenyewe. Siku hizo nilikuwa sina gari. Mzee aliniambia ati unasemaje? Niwache huyo. Ndio unaniambia. Wakati mzee alianza kukuja, ndio nilikimbia. Mzee akapanda baisikeli. Tulikibisana mpaka kwa kanisa ya Catholic, ndio ilinisaidia. Kuhubiri sio kuhubiri. Kuna watu wanareact na ile mahubiri na hubiri hapa. Wananiletea watu hapa na moto. Moto. Ati unasemaje? Lakini juu ya yote, Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Especially mambo ya marriage ni very sensitive. Mtu ambaye anataka kuwa wanawake wengi au wanawake wakisikia injili wageuke, yeye anaenda kuingilia na mapasta kuambia kwani unahubiri namna gani wewe? Sisi kuna kanisa nyingi zinakubali. Wewe unafanya nini? Na mimi naonanga hata mtu akikuja hapa kule, hata juzi kuna mtu nimeona ameleta shida sana. Akiniambia sasa sasa unataka hii mke nitupe. Oye wa pili ni mtope. Ataenda wapi? Na mimi sijamwambia habari ya mke, nikuhubiri tu. Wamesikia.